Ikolomani. Sasa mimi nimefurahi kufika hapa Ikolomani kwa hafla ya kuwasaidia kina mama. Sasa tuambie wale wako na wivu shetani afanye nini? Ikolomani oye! Sasa wale wanatuambia tusisaidie wamama, ati tuwasaidie kukunywa pombe. Mnaambia hawa nini? Mama ni mzuri ni mbaya? Na mimi nimefurahi nikaona ya kwamba nyinyi watu wa Ikolomani mko mbele, kwa sababu nimeona gari ya SHA hapa nyuma. Hiyo ni kusema kwamba wamama ya Ikolomani hawasikii propaganda tena. Wameamua kwamba waweze kurejista, waingie kwa SHA ili matibabu hiyo rahisi katika mwelekeo na ugonjwa ambaye imekiti katika maisha yetu. Hiyo ni furaha, si furaha? Wale wako na wivu pale kwa sababu waliendelea wanasema nyinyi tusiwafanyie harambee. Nyinyi mnaambia namna gani? Washindwe. Mwingine anatuambia na masikio ati sikizeni ground. Hiyo masikio tunamwambia sikiza ground, haitaki ukabila. Si ni kweli? Si nyinyi mnajua mkabila ni nani? Ama mjui? Tunamwambia asikize, Wakenya wanasema hawataki ukabila. Ikolomani haitaki ukabila. Tumeona kuna watu baada ya uchaguzi walikuwa wanatuambia kwamba hii serikali ni ya shares. Hatuwezi nani sababu wewe ni mjumbe wa ODM na wewe Mugabe ni wa ODM, nyinyi hamtapata maendeleo ya Kenya. Akasema hii share ni ya pale moja inaitwa Mlima. Na hiyo wakati alikuwa anaongea tu lugha moja. Hata mmoja ambao kweli alikuwa anazunguka kwa mlima tu, si namna hiyo. Lugha ile anaongea ni moja, hata sisi huko hatufanye nini? Hatusikii. Sasa wewe unakuuliza unataka kusikia ground, unasikia lugha gani? Utasikia kibila wewe? Si ulikuwa unasema ni shares. Sasa sio baki na shares yako huko basi. Wacha kusumbua nani? Wa Kenya. Naitwa Geoffrey Mlanda kutoka Nambale. Na subterm yangu ya kwanza. Marafiki ambao wamenishika mkono na wanafanya mimi nifanyie hata Nambale kazi ni mheshimiwa Shinali hapa. Pigia hiyo makofi. Anafanya kazi kwa utaratibu na nimeona vile amepanga wa mama kwake. Hata mimi nitaenda kupanga wa kwangu, si ndio? Tembea wale bengi, sio kweli? Sababu walisema huko kwetu Busia tunasema ile ng'ombe ya maziwa hainanga kelele, si ndio? Hata ukifuga hapa haina kelele unaisikia. Lakini kale kamejaa kupe kila saa kanapiga kelele mchana yote. Si ndio kweli? Hata uongozi ni hivyo hivyo. Kiongozi ambaye atakupeleka mahali utamsikia akitukanana. Kazi yake ni kukaa kufikiria vile atajenga watu wasonge mbele. Lakini kuna viongozi kazi yao ni matusi. Akiamuka hata kimuona kwa TV akiongea, anaongea kama anapigana na mtu. Na hapo tuko TV anaongea. Si ndio? Sasa sisi kama mimi na wenzangu Innocent, sisi na subterm ya kwanza. Tumefika bunge, Innocent amekuja na ODM, mimi nimekuja independent, tukaambiwa hatuna shares, tunatoka magharibi. Tuliambiwa. Sasa tukashindwa, sasa vile tuna share. Na tunaambia watu wetu mambo mingi tumeagiza maendeleo. Ndio sasa ikawa mambo ni ngumu. Ukijaribu kutafuta maendeleo, unaambiwa unatoka Western, hauna share kwa serikali sababu ulipigia Raila Amolo Odinga. Mnasikia? Lakini rais alipenda nchi, akaambia mzee Raila kuja tufanye kazi pamoja. Ndio sababu kwa nje sasa ndani. Lakini yule mwingine alikuwa hataki kuona mtu mwingine. Anasema Mlima ndio imesimamisha rais. Lakini rais hakutaka ukabila, hakumsikiza. Sababu ya hiyo chuki, wewe unataka ukule peke yako shinde. Kenya ni yetu yote. Sisi wote tunalipa ushuru. Na ndio sababu sisi kama wabunge tuliamua tukasema watu vile hatuna shares, mtu mwenye hana shares aenda fungue kampuni yake ya shares huko kama, na umesikia hata ile kampuni amefungua ni kampuni ya ukabila tupu. Si ndio? Inaitwa aje? Ati
Democratic Budiland Community Party, DCP. Unasikia? Hata ametoka kijana wetu ule wa kelele tu, ati ndio deputy party leader. Si mwana kijana? Huyo kijana amekuwa senator, kuna kazi gani atafanya hapa? Simulikataa kama bwana. Sasa ati ndio deputy party leader. Sasa ukiangalia hapo, hiyo shares tumeambiwa tayari. Sisi tuko na share ngapi hapo ndani? Si ndio? Uongozi wa nchi uko hapa karibu. Na sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi tumelala tukiota tukiwa namba 2 kwa idadi, ati siku moja pia tutapata. Lakini iko hapa, transformer yake iko tu hapa Sugoi. Kutoa stima hapa kuleta Kakamega pita bangu. Lakini tukirudisha huko kwa mlima itafika hata siku gani? Watu wetu mko tayari kuteremka huko tena? Safadhali tukae, tuache vitinga, tu support rais. Mheshimiwa Faruka ameuliza. Rais akiwa naibu rais alikuja hapa mara mingi. Na Shimandi akakonfirm. Si ni ukweli? Lakini huyu mwingine akiwa makamu wa rais miaka 2 aliaifika Ikoromani. Siona thibitisha kwamba hamuna share kwa roho yake. Si ndio? So kwa hivyo tushikane, tuhakikishe kura ambayo inakuja, tuache ukabila, kitu tunataka tujenge taifa.